Ila Yesu kwa majibu ya kibabe, lo, nimemvulia kofia. Unakumbuka siku ile vijana wanamfuata Yesu na kumwambia kuhani mkuu anataka kumuua, kwa hiyo aondoke. Yesu aliwajibu, nendeni mkamwambie huyo mbweha hivi, leo na kesho ninafukuza pepo na kuponya wagonjwa, na siku ya tatu nitakamilisha kazi yangu. Aisee, hii ni kutoka kitabu cha Luka 13 mstari wa 32. Sasa kipindi kile Yesu amepotea, haonekani nyumbani. Kuna kiherehere mmoja alimfuata na kumwambia, mama yako na ndugu zako wako nje wanataka kukuona. Alivyoshauriwa sasa, hadi huruma. Mama yangu na ndugu zangu ni wale wote wanaosikiliza neno la Mungu na kulifanya. Hii ni kutoka Luka 19 mstari wa 21. Imagine mtu anamdisi mpaka mama yake. Anashindwaje kumwita mkuu wa nchi mbweha? Mwamba hakutaka ujinga kabisa. Alipokutana na mama yake Mariamu, mama akajaribu kuwaka. Kwa nini unatutesa hivi? Mimi na baba yako tumekutafuta siku 3 hekaluni. Sikiliza alivyomjibu mama yake. Hamkujua ya kuwa ilinipasa kuwamo nyumbani mwa baba yangu? Huyo ndiye Yesu ninayemjua mimi. Hajui kuremba bwana. Sasa kiboko ni siku ile Yesu amewaambia wanafunzi wake wahuni watamuua, ila wasikonde, atafufuka baada ya siku 3. Mshikaji wake Petro akamvuta pembeni na kumwambia, hamna kitu kama hicho. Yesu akamwambia, ondoka mbele yangu Shetani, wewe ni kikwazo kwangu. Mawazo yako si ya kimungu ila ni ya kibinadamu. Lo, hii ni kutoka Luka 13 mstari wa 32. Yaani Yesu ukizingua alikuwasha bila ya kujali hadhi yako, ila wakati anasepa alimpa Petro shavu la nguvu, hakumwacha kinyonge. Unajua alimwachaje? Kasome kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 18. Nami nakuambia, wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Hapo tu ndipo nilipomkubali sana Yesu. Hakuwa na bifu la kudumu. Sasa siku ile Pilato akayakanyaga na kumuuliza, je, wewe ndiye mfalme wa Wayahudi? Akajibiwa, wewe wasema. Jibu hili ni fupi na lenye maudhi na kukebehi kwa mkubwa. Ndiyo maana walimuua ise. Kuna moja alijibu, si vyema kuchukua chakula cha watoto na kuwapa mbwa. Sikumbuki hapa alikuwa na mjibu nani. Unakumbuka siku ile sasa mwanamke mzinifu anataka kula kichapo? Unajua Yesu alisemaje? Anayejiona hana dhambi awe wa kwanza kumpiga huyu mwanamke. Alo, wote walikula nduki. Mwamba alikuwa hasomeki. Ila kwa ufupi Biblia imejaa nyundo. Ukijichanganya umegongwa. Kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 3 unaambiwa kwamba hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Ila hapa kuna kaukweli ujue, maana kuna mtu anaomba utajiri ili akawanyonge waliomsalimia kwa dharau, kwamba enyi Wagalatia msiokuwa na akili, ni nani aliyewaroga? Wagalatia wamejaa hata huku kwetu. Ni watu lakini ni kama mwehu tu, kwamba hata ukimtwanga mpumbavu kwa nchi kinuni pamoja na ngano, upumbavu wake hautamtoka. Hii ni kutoka kitabu cha Mithali 27 mstari wa 22. Biblia bwana. Kwa hiyo mpumbavu ni janga, kumtoka mtu ni ishu. Aisee. Haya bwana. Mathayo 15 mstari wa 14, kwamba waacheni hao ni viongozi vipofu, na kipofu akimwongoza kipofu mwenzake watatumbukia wote wawili shimoni. Ati nini? Ila kuna viongozi mpaka Mungu mwenyewe anawashangaa na shetani anawacheka. Sasa hebu wachukulie mfano wa lile roboti lililokuwa linapokea wageni bungeni. Shetani akijua ataonaje? Bora sioni tu, kwamba angalieni, nitaikemea mbegu kwa ajili yenu, nami nitapaka nyuso zenu kinyesi, naam, kinyesi cha sadaka zenu, nanyi mtaondolewa pamoja nayo. Hii ni kutoka Malaki 2 mstari wa 3. Hapa sichangii, kwamba mwanangu, kubali maonyo. Hakuna mwisho wowote wa kutunga vitabu vingi, na kusoma sana kunachosha mwili. Hii ni kutoka kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa 12. Hapo waandishi na wasomaji wa vitabu tukafikiwa. Sasa tunafanyaje hapa? Kwamba kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe, kadhalika mwanamke mzuri asiye na akili. Hii ni kutoka Mithali 11 mstari wa 22. Alo, wanawake leo mnalo, njooni muone. Haya,
Hebu jisomee kitabu cha mbinu 16 alizotumia Yesu kutoboa uvune madini. Ni shilingi 5,000 tu kwa soft copy, ila leo nitakupa kwa shilingi 30,000 tu. Karibu. M-Pesa namba hii hapa, 0753 66 54 84. Hii ni kutoka kwa muhenga wa karne ya 21, Mwalimu Dennis Mpagaze. Cheers.